You are watching Mukhtar Online TV. You are supposed to like, comment and share. Thank you. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول سيد سند العظيم وعلى آله وأصحابه غر الميامين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. يقول مولى سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Ndugu Islam, awali ya yote tunamhimidi Allah subhana, Allah ambaye ametuwafikisha wachache miongoni mwa waja wake walio wengi kuitika mwito wa wajib kutekeleza ibada ya salatu Ijumaa, kwani hakika wenye kuitika mwito huu ni katika waja wake wenye akili. Naomba Mwenyezi Mungu Mola wetu mtukufu atujalie tuwe ni miongoni mwa waja wake wenye akili. Ndugu zangu watukufu wapenzi wa Islam, hotuba yetu ya leo tutakumbushana juu ya kuacha athari chanya katika haya maisha ya dunia. Kwa nini tukasema kuacha athari ambazo ni chanya? Maana yake ni kwamba kwa uhakika wa mambo kwenye hii dunia ambayo Mwenyezi Mungu ametuumba na kutupa mitihani mbalimbali ili atupime na kutuangalia ni nani wale ambao matendo yao yatakuwa mazuri zaidi, hatutaishi ila tutaacha athari. Lakini hizi athari, ziko athari ambazo ni athari chanya ambazo zitakuwa na manufaa kwa yule aliyeishi katika mukhtasari wa maisha ya dunia akarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vyovyote itakavyokuwa maisha haya utaacha athari. Sasa ndio maana tukasema kwamba tuache athari ambazo ni njema, athari ambazo kwamba zitakuwa manufaa pale ambapo tutarejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hotuba yetu ya leo itatawaliwa na mwongozo wa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanayopatikana katika suratul Maida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotutaka baada ya kutuita katika iman, nidaa ambayo ni ya kumfanya mtu ajione bora, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenadi kwa nidaa ya imani: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi ambao kwamba wameamini kumwaminia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mcheni Mola wenu. Suala la kwamba Mola wako amekuita wewe katika hali ya imani ni kwamba wewe ni mcha Mungu, ndio maana Mwenyezi Mungu akakuita wewe kwamba ni mja mwenye imani. Maana imani ndio kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakifanya
ndiyo tiketi ya kukuamrisha na ndiyo tiketi ya kukukataza. Sasa Mola wako ameshakuita kwa nidaa ya imani, kuonyesha kwamba wewe ni mtu madhubuti sana, kuonyesha kwamba wewe ni mtu wa maana, lakini bado Mola wako anasema taqullaha, mcheni Mola wenu. Maana yake uthbutu ala taqwa au uthbutu ala al-imani, thibitisheni juu ya imani, endeleeni kuwa na imani na endeleeni kumcha Allahu subhanahu wa ta'ala. Kwani suala hili la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni jambo la muhimu, ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu anawahusia walio ndio na ambao sio. Wamehusiwa suala hili manabii wote waliopita kwamba wamche Mwenyezi Mungu, lakini vile vile waja wema wote waliotangulia wamehusiwa kumcha Mwenyezi Mungu, na wale wenye imani bado wamehusiwa kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini hata ambao kwamba hawajawa na imani, Mwenyezi Mungu amewahusia kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Suala la kuhusia kumcha Mwenyezi Mungu ni suala linamhusu kila mmoja, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika maelezo yake haya, na ndio mwongozo wa hotuba yetu ya leo, anasema wabtagu ilaihi wasila, na tafuteni kwake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wasila. Nini wasila? Kwa ufupi wa maelezo, ili hotuba isije ikarefuka, ni kwamba wasila ni at-taqarrubu ila Allah ta'ala, ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa amali mbalimbali, amali njema mbalimbali ambazo zitakuwa ni athari katika haya maisha yako ya dunia. Utakaporudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ukawe ni mja mzuri. Lakini mufasiruna hususan wale waliotangulia wanasema alwasila darajatun fil janna. Wanasema wale waliotangulia katika mufasirina, wasila ni daraja katika janna, kama ilivyopokelewa katika hadithi sahihi iliyopatikana katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ametuhusia aliposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtakapomsikia muadhini anaadhini, semeni mfano wa vile anavyosema muadhini, kisha baada ya hapo nisalieni mimi, kisha mniombee kwa Mola wenu alwasila. Ni hadithi sahihi, haina ilikuwaje. Mniombee kwa Mwenyezi Mungu alwasila. Ndiyo maana tunasema Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salatu al-qa'ima ati Muhammadan alwasila, kuonyesha kwamba wasila ni daraja ambayo iko peponi. Mpe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alwasila wal fadila. Wasila na fadila ni mambo yanayokurubiana. Hawa ni wanawachuoni waliotangulia, lakini wanawachuoni wa zama hizi ambao wanakoti tafsiri zao kwa hao waliotangulia wanatuambia kwamba alwasila at-taqarrubu ila Allah ta'ala, ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kufanya kila jambo ambalo kwamba litakuwa athari chanya. Ndugu zangu watukufu Waislamu, athari tunazo, lakini je, athari tunazozifanya ni athari njema? Ni athari ambazo zitatusaidia baada ya maisha haya? Kila mmoja anayejua nafsi yake na anajijua mwenyewe, lakini Mola wetu anatuambia kwamba tutafute wasila. Lakini katika aya hii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wajahidu fi sabilihi, fanyeni jitihad katika njia zake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukiliona jambo ambalo kwamba linakukurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala,
ukiliona jambo ambalo ni kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fanya ijtihadi, pambana katika jambo hilo. Usipambane katika dunia tu, pamoja na kwamba dunia ndiyo shamba la akhira, lakini usipambane katika kuitengeneza dunia tu. Utaka watoto wako wawe sawa kidunia, wawe na maisha bora, lakini huwatengenezi watoto wako wakawa ni athari chanya baada ya kuondoka wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya Yasin anatukumbusha, anatuambia kwamba yeye ndiye ambaye amekuumbeni, na yeye ndiye ambaye anahuisha na kufisha, lakini yeye Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anaandika yale mnayoyatanguliza na ambayo mnayaacha athari. Yale ambayo mnayaacha athari ndio hizi athari chanya tunazungumza, anazijua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha anasema kula shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, kila kitu tumekidhibiti katika daftari lililo wazi, katika daftari lililo wazi, daftari ambalo kila mtu siku ya Kiyama ataonyeshwa aliyoyafanya, ataonyeshwa kwa namna ya athari alizoziacha. Aliacha kupenda nini hapa duniani, ili wale ambao kwamba watakuwa wanamtaja yeye waone kwamba huyu bwana alikuwa na athari ipi. Ukiacha athari njema, utarithi na kuvuna kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyo mema. Ukiacha athari mbaya, utarithi na kuvuna kwa Mwenyezi Mungu yale mabaya. Umemwandaa mtoto wako katika maisha haya maandalizi mabaya ya kupenda pesa tu, basi na kujua kwamba hizo pesa ni mtihani, kupenda tu raha za kidunia basi na kuikumbuka akhera. Hii athari itakuwa ya kwako. Wasia unaoacha katika maisha kuachia jamaa zako ni athari chanya. Ndugu zangu wa Uislamu, tuache athari iliyo njema. Kuacha athari njema ni kuyapenda mambo mema na kuwapenda wanaofanya mema, ndiko kuacha athari iliyo njema. Allahu tabaraka wa taala yaqulu bi qawlihi